Tugusie swala la dabi kidogo ambalo lilishindikana kuchezeka tarehe 8. Taarifa mtandaoni zinaenea kwamba swala limefika serikalini na tarehe 27 yawezekana waziri akakaa kikao na mamlaka hao wa Simba, Yanga na TFF kuhakikisha swala hili linalimaliza. Chuma cha Mjerumani, kwa nafasi yako, unaona serikali ina nafasi ya kumaliza hili swala? Ni swala ambalo nadhani watu ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni wamefeli. Huo ndio ukweli usiopingika. Iko wazi na ndio maana kumekuwa na mvutano ama msuguano wa kuleta majawabu sahihi kulingana na tukio namna ambavyo lilivyotokea. Unanipata vizuri? Sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi. Kwa nini mnashindwa kufuata sheria na kanuni? Mkuto alisema mmoja shusha daraja, wewe ligi tunaipeleka wapi sasa? Sikiliza, haya mambo mpaka yanatokea hapa tumeelea wenyewe. Mimi nilisema kama kwenye ile tukio la dabi kuhairishwa limesababishwa na Simba, Simba ipewe adhabu. Kama tukio lile limesababishwa na Yanga, Yanga ipewe adhabu. Sheria si zipo? Sikiliza, wenzetu ukiangalia kwenye dabi ya Cairo Misri, si ndio? Kwenye dabi ya Cairo Misri mmesikia kuna mizozano? Hakuna. Kwa nini? Wahusika wamefuata sheria na kanuni, mtu kapewa alama 3 wakamaliza mapema asubuhi tu, si kwa mujibu wa sheria. Unanipata vizuri? Kwa hiyo kwa mimi ninachoweza kukisema hili jambo, kama kweli hawa watu ambao tumewapa dhamana ya kusimamia sheria na kanuni, kama kweli wameitwa na viongozi wa serikali, hawa watu hatufai ofisini. Waondoke. Chuma cha Mjerumani hatufai. Kwa mafanikio yote haya. Sikiliza, natangaza rasmi tangazo la taifa. Huu sio muda wa kupigana kampeni za kiongozi fulani, hapana. Tunajadili kwa nini dabi imehairishwa. Eleweni Kiswahili. Hebu nisikilizeni. Tunajadili kwa nini dabi imehairishwa, sio mafanikio ya taasisi fulani. Waandishi, na nyie jitahidini kuchekesha haya mambo. Maana utakapokuja kwangu mimi from nowhere nitakuchana na wewe. Unanipata vizuri? Jumla. Hata nyie waandishi, kwa sababu leo hii mnaona kabisa mtu hata kuposti mafanikio ya mtu fulani. No. Tunajadili dabi kwa nini imehairishwa. Na ndio maana Yanga wakasema hawana imani na viongozi wa bodi ya ligi, sio wenda azimu. Kwa sababu leo hii tunajadili kiini cha dabi kuhairishwa ni nini. Unatuletea mafanikio ya mtu fulani, sio wakati wake. Sio wakati wake. Sababu ya nini? Sababu ipi? Kwa sababu ya uvunjifu wa usalama. Nisikilize, nyie ni waandishi wenzangu. Sababu ambazo zimetolewa, mlienda kwa wahusika. Ukisema ni sababu za ulinzi na usalama, mmeenda kwa Jumanne Mulilo, amewajibu nini? Manake mwenye mamlaka ya kusema ulinzi na usalama ulikuwa ni mdogo, na ndio maana dabi kuahirishwa, na yeye kuthibitisha ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, ambaye alisema kuelekea hii dabi ulinzi na usalama utaimarishwa. Ajali ikitokea, sisi waandishi utaki kusema watu 6 wamekufa kati jeshi la polisi hajathibitisha hiyo taarifa. Uongo kweli? Sasa mnaanzaje kusema kwamba dabi imeahirishwa kwa sababu ya ulinzi na usalama? Kamanda Jumanne Mulilo akasema? Hajasema. Viashiria pia vya rushwa. TAKUKURU amesema? Ndio maana mimi nahoji hapa, TAKUKURU amesema kama kuna rushwa kwenye ile dabi, waandishi nendeni TAKUKURU. Kama kuna uvunjifu wa amani, waandishi nendeni kwa Jumanne Mulilo, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam, ambaye alisema kwamba hii dabi tumeimarisha ulinzi vibaya mno. Yaani jichanganye, gusa unase, si ndio? Haya, kamati inakuja kusema ilibaini kwamba kuna mwongozo wa kanuni Simba wa kuufuata, si ndio? Sababu za ulinzi na usalama hazikuimarishwa au zilikuwepo hazipo. Kasema nani? Maana kanali ilibidi wamkoti, si ndio? Mkuu wa ulinzi na usalama, si ndio, wa kanda maalum Dar es Salaam walisema. Ndio maana nikasema mahali tulipofikia hili jambo, kama kweli watasuluhishwa na viongozi wa serikalini, wakati kwenye ofisi zao kuna sheria na kanuni, hawa watu inabidi waachie ngazi haraka sana. Kwa hiyo wewe hauoni dabi kama itachezeka tena kwa namna ambavyo tamko la Yanga? Dabi hata kama ikichezeka, hata kama dabi ikichezeka, tunataka tujue majibu yenye hoja za msingi. Majibu yenye hoja za msingi.
Dabi iliahirishwa kwa sababu ya nini? Ulinzi na usalama. Jumanne Muliro ndo akasema rushwa sawa. TAKUKURU amethibitisha. Tusilete ule uhaba wa mapenzi ambao hauna maana. Tena najitahidi kweli niongee kauli nzuri. Maana mimi najijua. Haiwezekani. Haiwezekani. Dabi imeahirishwa nasema Yanga sio wajinga. Yanga sio wajinga. Watu wanaona wajinga, watu wakatae mechi. Watakao sema wajinga ni ambao hapa hazipo. Yanga wanataka kujua. Si ndio? Ndio maana nikasema kwenye hili kosa uwezo ukamtumu Simba. Uwezo ukamtumu Yanga. Hapa tunakwenda moja kwa moja kwa wale ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni. Waje na majibu kwa sababu majibu ambayo amekuja nayo ni mepesi. Si ndio? Hayana ni mepesi? Ni mepesi sana. Ndio maana nikasema nyewe waandishi wenzangu ambao wametoka vioni saizi nendeni mbele kuikuza story. Ndio maana imetokea waraka mmoja kwamba waandishi wa habari wanakuza mgogoro, sio mgogoro. Tunataka majibu. Dabi imeahirishwa sababu nini? Uongozi useme, je, ni Yanga na makosa? Je, ni Simba na makosa? Ulinzi haukuwepo, kamanda Muliro anasemaje? Kulikuwa kuna rushwa, TAKUKURU anasemaje? Aise, waandishi haraka sana nendeni TAKUKURU. Nendeni haraka sana kwa kamanda Jumanne Muliro. Na yuko fair kweli kweli na atawapa ushirikiano. Yanga wana haki ya kushikilia tucheze mechi. Washikilie bomba. Mimi na wasi Yanga Africans washikilie bomba. Mpaka walete majawabu. Kwa sababu hapa Simba kosa hawana. Si ndio? Yanga kosa hawana. Wanataka majibu kutoka kwa wale ambao tumewapa dhamana kusimamia sheria. Mwenyekiti anasema naye shawishi Yanga wasicheze mechi, anakuwa na lengo nzuri na mpira wetu. Sikiliza, kwa mujibu wa kanuni ya 31 ukiangalia, si ndio? Imeeleza ufafanuzi wote. Nilitamani tutafuata pale. Hili jambo limekuwa gumu kulitolea ufafanuzi kwa sababu tumelea huu ugonjwa miaka mingi. Ndio maana unajua kuona mifano mingine ambayo haijengi. Mwaka 2021 Yanga alifanyaga hivi hivi. Kwa nini hamkuiadhibu Yanga Afrika? Kwa hiyo hiki tokata mechi ijayo msimu ujao inatokea hivi tunasema mbona Yanga, mbona Simba ikuleta timu uwanjani? Hapana. Ndio maana nimewauliza nyewe waandishi ambao mnafuatilia michezo, mmeona kuna kelele zozote Egypt? Ile ilimalizwa mapema. Ahali walisema walikubaliana na bodi ya ligi waamuzi watoke nje. Kamati ya usimamizi ilisemaje? Ahali msiletee utani. Leteni timu uwanjani, ratiba iko pale pale. Unalipata vizuri? Kwa sababu ukiangalia katika maelezo ambayo Simba waliandika kwamba kutokana na yale mambo ambayo wameyaona kiwanjani, si ndio? Uende wasilete timu uwanjani. Pale nitegemea kuona kamati au bodi ya ligi kama vile ambavyo ilivyofanya kwamba mechi iko pale pale, maana yake maelekezo ya Geganda pale pale kwamba Simba mechi iko pale pale. Hayo mengine tutayafanyia kazi baada ya mechi. Unalipata vizuri? Na Simba nao walifanya hili, walijua kwa sababu haya mambo ni mwendo wa kuleana. Hii dabi itaahirishwa, itatafutiwa hekima na busara. Hekima na